naye akamwambia Daudi aende kwa sababu wameitwa na wenzake. Walipofika wakapata kwamba wana wa Israeli wanapigwa na Goliathi. Kama unavyosikia, Daudi akaambiwa aende. Kwa hivyo vizuri, sometimes ndugu yangu au rafiki yangu, ni vizuri uwe pia uko flexible. Unaweza itwa mahali popote, unaweza mahali popote, kwa sababu Daudi aliweza akaitwa. Na tunaambiwa kwamba alipofika pale alipatana na Goliathi. Tunaambiwa hili ni jitu lilikuwa na miamba 8, hata sio 8, lilikuwa ni 10. Ilikuwa ni gapi? 10. Lakini tunaambiwa Daudi kalikuwa kanatoshana hivi, kalikuwa kanatoshana aje? Naye huyo Goliathi huyo kilikuwa kinatoshana aje? Hivi. Akamwambia, mimi nimekuja hapa, wewe umekuja na nyahunyo, umekuja na fimbo, lakini mimi nimekuja na neno la Mungu. Amekuja na neno la nani? La Mungu. Haleluya. Na wakati unaendelea kuhubiri hivi, tayari ukuwe na mbegu yako kwa mkono, kwa sababu nikirudi na kuja kufanya miujiza ya kufanya hiyo mbegu ambayo umepanda iweze kumea, na ikimea utapata mazao. Nini? Mazao. Nisikia mtu akisema mazao. Haleluya. Neno litaendelea, ndugu yangu. Yes, mchungaji. Kwani neno limekuingia namna gani mpaka unalia, ndugu yangu? Enyewe neno lilikuwa nzuri, lakini kusema ukweli, nikwambia tu ukweli kabisa. Ukweli utakuset free. Unapoongea ukweli unakuweka huru. Mimi sikuwa nalia ati ya neno. Neno lilikuwa nzuri, lakini sio ati ndio ilikuwa inanifanya nilie. Unajua mchungaji, nikikuangalia hivi, kwanza hizi ndevu zako, mimi nakumbuka mbuzi wangu aliibiwa jana, na alikuwa na ndevu kama hivi ndevu za mbuzi. Sasa nikikuona hivi na hizi ndevu, naona kama ndiwe mbuzi. Na imagine nilikuwa nimetumia muda mwingi mrefu sana wa kumulisha huo mbuzi wangu, alikuwa mnono hivi. Imagine akaibiwa. Sasa ukihubiri nikiona hivi, Kemea hili pepo! Irashaka pakiraka! Riaka mtamarakantea! Shankara bakarakonta! Ria!